Mungu ninakuomba utusaidie, kumbuka msikilizaji, kumbuka mtazamaji, na hata Weru TV yote wakumbuke. Mungu wa rehema, na utukufu na sifa ni kwako. Bariki watu wako na walinde, na utukufu na sifa ni kwako milele. Kwa jina safi la Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Mtu wa Mungu hapo ulipo sema amina. Okay, tuko ya narua tukae ili mantu jama kai ama tutaangalia mambo machache kuhusu world seasons kana magita jandiguru taurabo komenya mwadhani Murungu na yukiria kanya akaramba diguru na akaitengeneza na akaweka kila kitu ambacho tunaona nikikiwa kizuri, kitu cha baraka. Lakini leo ningependa tuangalie about world seasons ambazo siko na zitakuweko na zilikuweko. Kwa hivyo karibu sana mpendwa, na Mungu akubariki unapotazama, Mungu akuinue unaposikiliza, mahali popote ulipo. Neema ya Bwana ikutoshe katika jina la Yesu Kristo. Jambo la kwanza ningependa tuangalie season ya kwanza, na nitaangalia kwenye kitabu cha Daniel ambaye alikuwa katika safari nzito sana, na safari ya kuongozwa na Mungu, ili akatuletea picha ambayo hata leo tuko nayo duniani. Hapa Kenya iko mataifa yote yako na hiyo season. Kwa hivyo ningependa kila mmoja wetu tuweze kufikiria niko kwa season gani katika maisha yangu. Kwa hivyo mpendwa, tutasoma maandiko tu kidogo, tutaweza kuendelea katika jina la Yesu, na Mungu awabariki sana na asindi kuwatenda mazuri katika maisha yenu. Tutaangalia Daniel chapter 10 verse 12 mpaka pale 13, na Mungu atatubariki sana na atasindi kutuinua katika jina la Yesu Kristo. Okay. Tuangalie tu Daniel pale 10, mstari wake ni wa 12. Tasoma na ile lugha imetubariki hapa. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. 13. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha uko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bando. Kwa hivyo wapendwa, huyu ni Daniel ambaye ni mtumishi wa Mungu. Alifika wakati, ukisoma pale chapter 9 kuanzia mstari wa 3 hapo, ilifika wakati akaanza kuomba kwa ajili ya watu wa Mungu, Yerusalemu, Israeli na Juda. Akajiweka katika maombi ili aombe Mungu awakumbuke watu wake, ili aombe Mungu awasaidie watu wake, kama vile anafanya siku ya leo. Na wewe unafanya siku ya leo kuwa hapo ulipo, unaomba kwa ajili ya taifa, unaomba kwa ajili ya institution fulani duniani, unaomba kwa ajili ya makanisa, watu wa Mungu walio katika kila maeneo. Ulifika wakati Daniel akajiweka mbele za Bwana kwa kufunga na kuomboleza na kulia mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa katika ile hali ya kuomba akiwa na lengo, Mungu atashuka na atamsaidia. Neema ya Bwana itashuka na itamsaidia. Neema ya Bwana itashuka na itasaidia nchi yake. Wakati huo aliomba kwa kipindi ambacho hakuwa amewekelea kuomba. Yaani hakuwa amejipanga kuomba, kwa sababu kama angelipokea jibu ile siku ya kwanza aliyoanzia maombi yake, sioni kama angelikaa mahali pale sana. Lakini kwa sababu alingojea Mungu amjibu, ilimbindi akae katika maombi kwa kufunga na kumulilia Mungu, akiwa amebeba matabara, akiwa amejutupia majibu, ili aombee watu wa Mungu. Na sasa Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo alikuwa akiomba, akaomba siku ya kwanza, siku ya pili, mpaka ikafika siku ya 21. Huo ndio wakati ambapo malaika wa Bwana alimfikia. Alipomfikia pale, wapendwa, tunaona ya kwamba alimwambia, ewe Danieli uliyependwa sana, tangia siku ambayo ulianza maombi,
maombi yako yalisikiwa mbinguni. Wakati ambapo ulianza kumlilia Mungu wako, huo ndio wakati ambapo Mungu alikusikia akiwa mbinguni. Ninatangaza siku ya leo wapendwa, wengi wetu tumekuwa katika hali ya kuomba, tumeomba tukiwa na matumaini, tumeomba tukiwa na bidii sana, lakini Daniel alikuwa katika maombi yake, aliambiwa na malaika, nilikuja tu the first day nikueleze ya kwamba maombi yako yamefika. Lakini alipofika angani, aliweza kusuiliwa na mfalme wa Uajemi. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Watu wa Meru, Mungu wabariki sana. Biblia inasema ya kwamba akaomba, lakini malaika akamwambia, bali nimepigana hizo vita, akiwa ananisuilia yule mfalme wa gizani. Yaani mfalme ambaye hakuwa anataka maombi yako yafike, mfalme ambaye hakuwa anataka upate amani, mfalme ambaye hakuwa anataka ujue ya kwamba maombi yako Mungu ameyasikia. Akanisuia, tukapigana 21 days, but kwa bahati nzuri malaika mwingine anaitwa Mikaeli ameshuka alikuja akanisaidia vita, nikapata nafasi ya kuondoka nikuletea habari njema, kisha niweze kurudi tena. Ninatangaza siku ya leo wapendwa, Daniel alikuwa kwa hiyo season ambayo ni ya kuombea taifa, katika season ya kuombea watu wa Mungu. Na ninaona ya kwamba katika maisha ya binadamu kuna kuanga na season aina mbalimbali. Na leo ningependa tuangalie aina 3 za seasons ambazo tumewaipitia tangia Mungu alipotuumba, ama hapa Kenya wakati ambao tumepata uhuru kumekuwa na season 3, na ningependa leo tuweze kuelewa, ili mwanadamu yeyote yule anayenisikiza leo, Mkristo yeyote ambaye ananisikiza leo, haweze kujiuliza, na kweli niko kwa season gani katika maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. Number 1, tunaona kuna season ambayo tunaita kingdom based season. Hii ni season ambayo ni ya utawala, ni ya utawala. Yaani wakati ambapo watu walitafuta utawala ama ufalme, waling'ang'ania kupigania ufalme. Ni wakati ambapo tulisema tunataka independent, tunataka uhuru wetu. Wengi wakapigana, wazee wetu wa zamani wakapigana vita sana, wakapigania ufalme, wakaupigania, wengine wakamwaga damu. Hiyo season ikawa ni ya vita, ni season ambayo ni kung'ang'ania kupata ufalme. Tukapata ufalme ama watu wakapata ufalme. Na hiyo season ilikuwa na ugumu sana wapendwa. Kuna watu ambao wako kwenye ile season, but ninaomba Mungu awasaidie waweze kushinda kwa neema ya mbinguni katika jina la Yesu. Season ya pili, season ambayo tunaita ni land based season. Wakati ambapo tumepata ufalme ama tumepata uhuru, tulianza kung'ang'ania mashamba. Ukiangalia like now wapendwa, dunia haiko kwa mashamba, kwa sababu pale tulikuwa tunapata mashamba makubwa, leo hakuna mashamba. Mashamba hata kama hayako karibu nazi, yako mbali kidogo, na ule umbali tunaufikia kwa uweza wa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo season ya ufalme ilikuweko, leo haiko. Season ile ya mashamba ama kupigania nchi, tupate mashamba, maeneo makubwa, hiyo pia ilipita. Lakini leo tuko kwa season ambayo tunaita hair based season, ama hair based world. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kwa hivyo wapendwa, Daniel alipopigana vita katika maombi, kuna ufalme ambao haliguza, kuna ufalme ambao halifikia, na huu ufalme unatawala katika anga. Na huu ufalme ndio leo nimekuja kueleza Wakristo ama wanadamu wote wanaonisikiza ya kwamba tuko kwenye hair based world. In fact ukiangalia kama wakati wa sasa, everything ni kwa hewa. Kila kitu ni kwa hewa. Kama ni masomo tunasomea online, kama ni mahubiri, kama ni mashamba tunanunua online, kama ni magari ni online, kama ni kupeana jumbe ni online, kama ni jambo lolote, kama ni salamu, kupea mtu sawandi, tunafanya kwa hewa. Tunatumia hair based world. Na sasa hapa ningependa kila mmoja wetu aweze kujua hii season ni very sensitive. Ni season ambayo tunapaswa kujipanga sana kama watu wa Mungu. Kujipanga zaidi wapendwa, kwa njia gani? Kujipanga katika njia ya kuomba na kujiachilia kwa Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu hair based world, hair based season ndio sasa inatawala. Na kama inatawala, ile hekima mingi iko pale, ile inaweza suia mambo yako pale, ile inaweza suia hali zako pale, ni ule ufalme wa Uajemi.
Bwana Yesu asifiwe. Wengine tumeomba sana, tumetafuta Mungu sana. Ndio, ninashukuru Bwana kwa maana katika maombi yetu Mungu anatusikia, anatubariki, anatufanikisha, anatusaidia katika kila hali. Bali ningependa kila mmoja wetu aweze kujua kweli, inaweza kuwa maombi yangu, inaweza kuwa baraka zangu, inaweza kuwa season yangu imesuiliwa na ufalme kwenye anga. Ninapoangalia katika nchi yetu leo, kuna watu ambao wamekuwa wakiombea kama ni afya, lakini afya haijafika kwao. Kuna watu wamekuwa wakiombea kama ni hali nzuri ya maisha, lakini ile hali nzuri ya maisha hawajawahi ipokea. Nimekuja kutangaza kwa jina la Yesu, yeyote ambaye anaomba, wakati wako unawadia, wakati wako unakaribia, wakati wako unakuja tu mpendwa. Amini Mungu, naye Mungu amesimama. Na ninakuja kutangaza siku ya leo ya kwamba Mungu wako anatumana kwa jina la Yesu. Ukiwa hapo uliposema amin, napigia Bwana Yesu makofi kwa nyumba yako. Haleluya. Number 2, kuna watu ambao wamekuwa katika hali ya kutafuta neema. Tuseme ni neema ya masomo, neema ya kusonga mbele na maisha yao, neema ya kuendeleza familia zao vizuri, ama kuendeleza huduma vizuri. Bali katika hali yao wamekuwa wakisuiliwa na hair-based forces, yani falme na uwezo ule wa hagani, kwa sababu wanakamata data, wanakamata hanga ya mtu, wanakamata vitu ambavyo unataka vifanyike kwa maisha yako. Lakini nimetangaza siku ya leo ya kwamba Mungu anatumana kwa ajili yako. Hewe ambaye uliye ni mgonjwa, hewe ambaye unayeteseka saa hii, hewe uliye hata kama niko safari gumu ya maisha, Mungu wako unapomuomba mpendwa, ninatangaza siku ya leo anasikia maombi yako na anakuja kukujibu. Anatumana upokee amani, anatumana upokee baraka, anatumana upokee ushindi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika ufalme wa anga, hapo ndipo watu wanaweza barikiwa na zile baraka sisuiliwe. Wakae kana kwamba hawajawahi barikiwa, lakini walishabarikiwa kitambo. Wengine waliombea kama ni ndoa, wakapokea kitambo, ila hali saa hii hawako katika ndoa. Ni kwa sababu walipewa ndoa, lakini wakaondoka kwenye nafasi ya kuomba kabla ya kupokea ile ndoa. Sasa ile ndoa imekuwa katika kusuilika sana kwenye ufalme wa anga. Ninatangaza kwa jina la Yesu, season yako ni sasa, season yako ni leo, uweze kupokea neema ya kuhijack na kukamata ile ambayo ni ndoa yako kwa jina la Yesu. Wengine wamekuwa katika jitihada na kujistatiti kwa bidii sana ili waweze kufanikisha ndoto zao, lakini all of a sudden ndoto zimezuilika kwenye hanga. Natangaza kwa jina la Yesu siku ya leo, vita tunayopigana wapendwa ni vita ambayo ni ya kushindana na ufalme wa giza, ni vita ya kushindana na ufalme ambao unasuilia baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Next point ningependa kueleza ni kwamba kuna wasasi ambao hasa wameombea, kama wazizi wachungaji, tunaombea watoto wa Meru, tunaombea watoto wa kila maeneo nchi yetu ya Kenya, Afrika na mataifa mengine, ili waweze kuenenda na mwenendo ambao unawapatia amani katika maisha yao, waweze kuenenda na mwenendo ambao unawapatia furaha katika maisha yao. Wengine tu waliombea furaha, lakini ile furaha ilipoachiliwa, mwenye aliyeileta akasuiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Akasuiliwa katika hanga, kwa sababu huu ufalme wa hair-based world umekuwa ukingangana sana kusuia kila kitu, kusuia kila jambo, kusuia kila hali. Bali natangaza kwa jina la Yesu ya leo, kila mmoja ambaye hako katika iruninga, kila mmoja ambaye anatazama hii TV, pokea neema ya kupokea maombi yako katika jina la Yesu. Pokea nguvu mpendwa ya kupata kile ambacho umekuwa ukiombea. Wengine wanaombea biashara, ndio natangaza ubarikiwe kwa jina la Yesu. Wengine wanaombea maisha yao yakuwe mazuri. Wengine katika hali ya kiroho wamekuwa wakijiombea waweze kushikilia wokovu vyema, waweze kudumisha furaha na kufanikiwa katika maisha yao, lakini hali yao imekuwa ikisuiliwa. Nimekuja kutangaza kwa jina la Yesu, pokea neema kwa jina la Yesu ya kwamba ndoto zako
hazitasuiliwa tena. Maombi yako hayatasuiliwa tena. Ewe mgonjwa uko mahali pale, usijali, pokea neema ya kupona. Hata ukiwa kwenye gari lako, pokea neema ya maombi yako, hayatasuiliwa tena kwa jina la Yesu. Ukiwa kwa duka yako, pokea neema ya kushinda yale yote ambayo yamekuwa yakisuia maombi yako katika jina la Yesu Kristo. Number 2, ningependa tuangalie Wakristo wengi katika dunia hii wanapaswa ama wanastahili kuelewa wako katika season gani. Lakini neema ya kutafakari na kuelewa season ile wako, ile neema ilichukuliwa. Sasa wanakaa kwa season ambayo hawaelewi ni season gani. Kama hii ni season yangu ya kufanikiwa, hawaelewi. Mungu anaweza kuwa ameachilia season yako ya kuvuka mipaka, hauelewi. Season yako ya kushinda, hauelewi. Kwa maana ile neema ya kuelewa, ile capacity ya kuelewa, adui ambaye ni ufalme wa gizani umeshachukua. Ukisoma John 10:10 nasema ya kwamba mwivi huja tu kwa sababu tatu: kuiba, kuua na kuharibu. Lakini Yesu mwana wa Mungu alikuja tupate ufanisi, tupate baraka, tupate neema kwa wingi. Ninatangaza kwa jina la Yesu, ewe ambaye umekuwa katika hali yako ya kupiga magoti na kulilia Mungu wako, hata kama ni katika upande wa masomo, pokea neema ya kuongezeka, neema ya kusonga mbele kwa jina la Yesu. Na kila kionde kirigiriti yangeku, ili usipate kupokea neema yako, ninatangaza kiondolewe kwa jina la Yesu. Ninakiondoa siku ya leo kwa jina la Yesu. Every Christian in the world lazima aelewe soni yake. Ukisoma Mhubiri 3 ile pale 2, anasema kila wakati, kila majira na mambo yake. Kila wakati na mambo yake. Kuna wakati huu, kuna wakati ule mwingine. Kuna wakati huu na kuna wakati ule mwingine. Ninatangaza siku ya leo mpendwa, mahali popote ambapo ulipo, majira yako ni haya. Wakati wako ni sasa. Roho inayosema si sasa, nimekuja kutangaza ya kwamba neema yako ni sasa. Fadhili za Bwana zinakufikia sasa katika jina la Yesu Kristo. Uweze kuelewa, kumbe season hii ni yangu ya kubarikiwa. Kumbe season hii ni yangu, nilipewa kitambo, lakini imekaa kama imesuiliwa miaka mingi. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo, season yako mpendwa, popote ambapo ulipo, imefika na Mungu amesikia kilio chako. Mungu amesikia maombi yako. Mungu amesikia yale yote umekuwa ukipeleka mbele zake, aidha kwa matoleo, aidha kwa kujiachilia, aidha kwa kujitoa. Mungu amesikia maombi yako katika jina la Yesu. Hautalia tena, hautahangaika tena, kwa sababu season yako ambayo imekuwa ikisuiliwa miaka mingi, leo imeachiliwa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Number 3, tunaweza jiunganisha na sheria za Mungu. Tunaweza jiunganisha na covenant za Mungu ama sheria za Mungu, ili tukaweze kuvuka na kuingia kwenye neema ambayo hatujawahi kuwa hapo mbeleni. Ukisoma Exodus 20 pale mstari wa 6, Biblia inasema, ukianzia pale 5, inasema mimi Mungu ni Mungu mwingi Mungu wa wivu, nafuatilisha dhambi za watoto ama maovu ya wazazi kwa watoto wao, kizazi cha 3 mpaka cha 4. Pengine mtu ako pale amekuwa akiombea ndoto yake, amekuwa akiombea hali yake, lakini kuna mambo ya generations ambayo yanamfuata. Ninatangaza kwa jina la Yesu, every generational curses, every generational failure, every generational fear, leo ivunjike kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Sema amina ukiwa hapo ulipo. Number 3, nasema ya kwamba mstari wa 6, nami Mungu ninawarehemu maelfu na maelfu ya wanipendao na kusishika amri zangu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ulipo tu, ukishika amri zake, ukishika amri za Bwana, hakika ya mambo ni kwamba utapata rehema. Ingawa kumekuwa na mambo yakikusuilia, ingawa kumekuwa na hali ikikungojea kuvinzia maisha yako, ingawa kumekuwa na hali ambayo ni sito kidogo, ninatangaza kwa jina la Yesu, ewe mpendwa uliye mahali popote hapa nchini, Bwana amekujalia neema kwa sababu ya kushika sheria zake na maagano yake. Na hii neema ni ya kusonga mbele kule ambako roho, ufalme wa giza, ufalme wa Uajemi ulisema ya kwamba kwenye hewa tumekamata baraka zake,
lakini leo natangaza kwa jina la Yesu, hata kama walikamata, moto unashuka na unafika kwao, upokee neema yako ya kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma mstari moja tu ninapokaribia na kumalizia, na Mungu azidi kubariki maisha yako mpendwa hapo ulipo. Mungu azidi kukuinua hapo ulipo. Mungu azidi kukusaidia. Wanaonitazama wote, si wakati wenu umefika. Usikae katika stage moja, usikae katika eneo moja. Chukua hatua za imani, chukua hatua za upendo na kuamini Mungu. Uanze kutembea, hata kama ni katika upande wa maombi. Start now. Anza kutembea katika jina la Yesu. Anza kutembea na season yako. Pengine umekuwa pale ukitembea na season ya vitu vingine, season ya watu wengine, season ya hali zingine. Iwe ni hata katika sheria gani ama katika hali gani, chukua season yako uanze kutembea katika jina la Yesu Kristo. Tusome tu pale wa Efeso ile 10 mstari wake ni wa 12, na Mungu atubariki sana katika jina la Yesu Kristo popote ambapo mnatazama na kusikiliza. Mstari wa 12 inasema ya kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ili ni andiko ambalo liko na uzito sana, liko na nguvu sana, sana sana kwa kila Mkristo aliye duniani, hata yule ambaye hajaokoka. Leo unaokoka na unapokea new power, new capacity ya kupigana vita, ili season yako isikaliwe na roho yoyote ile. Ili season yako mpendwa isikae ikiwa mateka kwa mikono ya mapepo, mikono ya ufalme wa giza, mikono ya ufalme wa hangani. Kwa hivyo inasema ya kwamba kwa sababu kushindana kwetu, yani vita vyetu, si katika mangumi, si katika nyama na damu, bali ukisoma 13 nasema kwa sababu hiyo toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku za uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Kwa hivyo unapopigana hii vita ya kiroho, sababu baraka ukaa katika roho, hata hiyo ufanizi wa masomo, ufanizi wa huduma, ufanizi wa kila jambo, hata ufanizi wa kisiasa, hata ufanizi wa kila aina yote ile ya ufanizi, vinatokea katika roho kwanza, then vinaonekana katika maisha ya binadamu. Sasa hapa katika ulimwengu wa roho kuna jeshi ambayo tunaita jeshi ya Uajemi, ufalme wa Uajemi, ambao unakaa ukisuilia chochote kile ambacho kimeitanishwa na jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Number 4, wanajua jina lako. Tuseme kama mimi naitwa Pastor Julius Duranira, na wanajua kule nimezaliwa, wanajua kule nimetokea, wanajua kule nimefika, na wanajua pia kule ninaelekea. Hapo ulipo mpendwa, hizo falme zina monitor, zinatazama sana, zinatafakari kidani venye umeinuka, venye umekuja, mahali umefika na mahali unaelekea. Kwa hivyo kazi yao ni kung'ang'ana juu chini, they are working up and down, wakitafuta vile utaanguka. Ninatangaza kwa jina la Yesu, unapovaa silaha za Bwana, unapovaa silaha za imani, silaha za maombi, silaha za upendo, silaha za sheria za Mungu, wewe ni mshindi katika jina la Yesu Kristo. Katika ombi lako natangaza wewe ni mshindi, na upokee neema ya ushindi hapo ulipo kwa jina la Yesu. Ukiwa kwa nyumba yako, pokea neema ya ushindi kwa kuwa uko na silaha za Bwana. Part B nasema bali ni juu ya falme na mamlaka. Tunapigana juu ya falme na mamlaka. Ufalme wa Uajemi uliinuka ili usiwe maombi ya Danieli. Kwa maana Danieli wakati aliomba alimalizana na ufalme wa dunia, akamalizana na ufalme wa mashabani, akaingia kwenye ufalme wa hanga. Sasa ufalme wa hanga ukasema haupiti hapa. Nimekuja kutangaza kwa jina la Yesu, huo ufalme hata kama umesema haupiti hapa, unapita kwa jina la Yesu Kristo. Maombi yako yanapita kwa jina la Yesu Kristo. Imani yako inapita kwa jina la Yesu Kristo. Pokea silaha, vaa silaha za Bwana, vaa silaha za imani. Jiambia kwamba mimi lazima nitashinda.
Na ukijiambia hivyo, wewe utashinda katika jina la Yesu. Ukijitakia ushindi hapo ulipo, ukijiombea ushindi hapo ulipo, ukiita ushindi hapo ulipo. Nimekuja hapa Weru TV kutangaza ya kwamba wewe ni mshindi, na kuanzia leo utajiona ukiwa mshindi katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana ufalme haukutakii mema. Ule ufalme wa giza, ule ufalme wa hanga hautakii Meru County vema, hautakii East Africa yote vyema. Ukiangalia kama mataifa ya majirani pale, kuna yale yanaendelea pale, kwa sababu ufalme wa giza hautakii watu wabarikiwe, hautakii watu wasonge mbele, hautakii watu wainuliwe, hautakii watu wapate neema. Bali nimesimama kindete, nimesimama kwa imani kutangaza ya kwamba yeyote atakayevaa silaha za Bwana, maisha yako yatakuwa na ushindi. Hata rais wetu wa Kenya, President Ruto, ninatangaza kwa jina la Yesu, na serikali yote ya Kenya, serikali ya kaunti zote, serikali ya mashinani, tukivaa silaha za Bwana tutapata ushindi katika jina la Yesu Kristo. Pahali popote ambapo watu wanatutazama katika runinga yetu ya Weru TV, natangaza kwa jina la Yesu, nyinyi mkapate kuvaa silaha za ushindi katika jina la Yesu Kristo. Next point inasema ya kwamba juu ya wakuu wa giza hili, kuna kingdoms, kuna falme ambazo zinakaa katika giza. Na kama ziko katika giza, usifikirie zitapanga mambo ya nuru juu ya maisha yako. They are there just working ili yaachilie giza, yaachilie hali ya giza katika anga ya mwanadamu. Ni kwa sababu gani? Maombi yalishatekwa kitambo, yalikamatwa, yale umeomba yalikamatwa, yalibebwa, yalikaliwa. Bali ninatangaza kwa jina la Yesu, inuka tena, pokea nguvu ya kuinuka. Ninaongea na mtu ambaye ako mahali fulani, aidha kwa nyumba yake, aidha kwa nduka yake, aidha kwa biashara yake, aidha kwa safari yake, ama kwa ibada mahali fulani. Inuka tena mpendwa, na upate neema ya kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo, kwa kuwa giza haikutakii mema. Usikubaliane na giza. Usiseme ya kwamba ninajua hii shinda ni yangu, ninajua hii matatizo ni ya kwetu, ninajua hii changamoto ni ya jamii yetu. No, wewe si jamii, wewe ni Mkristo, wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mtu ambaye Mungu amemuumba kwa sura yake. Wacha mambo ya multitude, weka kando, simama kama wewe, angalia Mungu kama wewe, angalia, jiweke tu kwa line ya Mungu kama wewe, na utajitwalia ushindi katika jina la Yesu Kristo. Tunapoenda katika hiyo safari nyingine wapendwa, na tazama mstari huu pale mwisho unasema ya kwamba verse 12, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Yani tunapigana vita juu ya majeshi na pepo wabaya katika ufalme wa roho. Yeyote ambaye anaomba, ninakutakia neema ya Mungu. Unapoingia katika roho, unjione kile ambacho kimeandikwa pale, unjione kile ambacho kimewekwa mahali pale, unjione kile ambacho kinaitanishwa na jina lako katika ulimwengu wa rohoni. Maana ni baraka nyingi sana zinakaa kwenye ulimwengu wa roho, na wenyewe wako duniani na pengine hawajui binu ama njia ya kusifikia. Zinakaa pale hadi wanazeeka, zinakaa pale hadi wanaharibika, zinakaa pale hadi wanavunjika moyo. Hapo ulipo siku ya leo mpendwa, ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba baraka zako ni zako, na usipokee kuanzia leo katika jina la Yesu. Neema yako ni yako, ushindi wako ni wako. Baraka zako hazitaenda na roho ama pepo ama jeshi lolote la ulimwengu wa giza katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Next point, ningependa tuweze kuangalia maombi yale tunaweza jiombea na kuombea watu wetu katika jina la Yesu Kristo. Dedication of life season, tuweke wakfu season zetu mbele za Bwana, na tuweke generational personal sacrifice, tuweze kujitolea katika vizazi vingi tukafikie ile season yetu. Next point ni grace to wait, neema ya kungojea Mungu katika maisha yako. Mungu wabariki sana wapendwa, asindi kuwabariki na kuwainua sana katika maisha yenu kwa jina la Yesu Kristo. Ningependa niombe na mtu ambaye haujaokoka, ukiwa hapo katika nyumba yako, katika safari yako, pengine haujawahi okoka. Okoka leo, patia Yesu maisha yako na utabarikiwa. Inua mkono wako hapo ulipo, sema Bwana Yesu, nimekuja kwako, panguza jina langu kwenye kitabu za mauti,
liandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimekuwa mwana wako, niondoe kwenye hukumu Bwana, unikubali nipate kuingia kwenye soni yangu ya baraka. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Umeokoka, enda kanisani, ambia mhubiri na uende kanisa ambayo itakufundisha maandiko katika roho na kweli. Mungu wabariki nyote na watende mazuri washirika wa Kiriene Church of the Nazarene. God bless you. Na majirani wetu pale, Mungu wabariki sana. Naombei hii station yetu ibarikiwe katika jina la Yesu. Bwana wabariki. Wakati mwingine kama huu tutaonana tena majaliwa na neno litaendelea. Amina.